wataabishaji. Yawezekana wenda wewe ni miongoni mwa watu wenye roho za kuwataabisha watu, ama uliwahi kukutana na mtu ambaye roho yake kazi yake ni kutaabisha watu. Yaani hana jambo lingine analowaza. Yeye kila kunapokucha asubuhi akiamka anaanza kuhesabu atawataabisha leo wangapi. Ndio kazi yake. Hiyo ndio kazi yake kabisa. Yaani hana kazi nyingine tofauti na hiyo. Anaweza hata akawa bosi wako. Yaani yeye kazi yake anatafuta namna ya kukutaabisha. Anatafuta visababu ili akutaabishe tu. Anaweza hata akakuita wakati ambao haufai. Yaani saa hizi ndio umetoka kazini afa anakupigia simu anakuambia rudi kazini kuna dharura. Ukirudi kazini dharura hiyo haipo. Na ukikataa kurudi kesi inaanza. Siku ukiingia kazini anakuambia niandikie maelezo hapa. Yaani yeye kazi yake ndio hiyo. Hataki kuona roho za wengine zinatulia. Na akiona ametulia anatafuta namna tu ya kuwavuruga. Hata kama ni mume ndani, ndio kazi yake hiyo. Yaani ndivyo alivyoumbwa by nature. Wakati mwingine anafikiria mpaka anakonda. Yaani anafikiria namna ya kumtaabisha mtu mpaka anakonda. Yaani anakonda mwenyewe. Anakonda kabisa, anakuwa kama vile mtu aliyepigwa. Yaani anakonda. Yaani hata ukimuuliza kwa nini unakonda? Hana majibu. Amekosa wa kutabisha. Wenda anafikiria namna ya kutabisha mtu. Na hata ukimwambia hii sio kweli, hii sio sawa, anakuambia hiyo ndio sawa. Akikuona unafanya kitu anakuambia hiki hamna wala hata kifai. Hiki hata kiwanda kilichotengeneza hiki kiatu hiki. Yaani kiatu gani hiki? Wewe fikiria watu wamekaa, wamefikiria, wamebuni kitu, wametengeneza na kimepita kwenye viwango vyote. Lakini anakuambia hiki hakifai. Mara nyingi wamama wanakutana sana na hii hali. Inawezekana wenda mchumba wako ama mume au baba anaweza akawa ni miongoni mwa watu ambao ndivyo walivyoumbwa, yaani ndio asili yake, ni mtaabishaji. Mama anakwenda huko sokoni, anafuata vifaa, anakuja anaandaa chakula kizuri. Anasema leo mume wangu akitoka kazini ataburudika sana. Lakini akitoka kazini, akiandaliwa chakula, kitu cha kwanza anauliza, chakula gani hiki? Yaani hivi ndivyo umepika leo hivi? Mbona chumvi leo imezidi? Akiwekewa kidogo anasema mbona leo ndogo sana? Na hata umwambie kapike wewe hawezi. Na hata akipika hawezi kupika kama kile kinachofanana na cha kwako. Mtaabishaji hakuna siku anayesema asante. Kwamba nashukuru umenifanyia hiki, hapana. Na hata kama ni mfanyakazi wako, kila siku yeye anaomba kuongezewa tu mshahara. Hata kama ungempa gunia la pesa bado anasema hii hainitoshi. Ukimuuliza kazi anayofanya inayofanana na hicho anachokitaka, haipo. Na ni mtu wa visababu vingi ambavyo haviishi. Na pili, ni watu wanaopenda kulalamika mno. Ni watu wanaopenda kusema naonewa. Kwana wewe usionee. Yaani kila saa yeye anasema mimi naonewa. Fulani yule fulani fulani sasa yule kajenga barabara imepita hapo. Kaleta vumbi. Amejenga nyumba imepinda huku.
Je, ukimuuliza na wewe umejenga kama ya kwake? Mimi sijapata pesa, kwa nini wewe usipate? Yaani jukumu lake ni kufanya kile unachokifanya wewe, hata kama kina thamani kiasi gani, kishuke thamani. Yaani anakishusha thamani, ujizarau, uone wewe ufai, sio bora hata. Yaani hata kuweko duniani unaona pengine huenda Mungu alikosea sana. Ni watu ambao wakiingilia maisha yako basi umekwisha. Na wakati mwingine wengi wameingiliwa na watu hao, kwa lugha nyingine tunaweza kuwaita funza wa maisha ya binadamu. Yaani anaingia taratibu sana, tena anaweza akakushika urafiki wa karibu tu, hata kwa kujisogeza mwenyewe, lakini kuna kitu anachotaka kuvuruga kwenye maisha yako. Yaani yeye amejileta kwenye maisha yako, alafu anataka avuruge maisha yako. Yaani kila siku usiwe na mpango wowote, anauvuruga tu. Yaani kila kuwepo kucha anakuingizia kitu kipya. Leo akilala, kesho anaamka na hiki kingine. Ukikonda anakuuliza kwa nini unakonda, anatafuta sababu. Tasikia ni kwa sababu yule mwanamke mnene sana uliopata siku hizi, ili umwache tu. Na ukimwacha anasema mimi nilijua yule ni mtu. Sasa ukimuuliza kama sio mtu anamkia lazima atapata sababu nyingine. Inawezekana wakati fulani unaweza ukatembea ukakutana na mtu wa namna hiyo, anaingia kwenye maisha yako vizuri tu taratibu, tena anakushika ushoga mzuri, kama wale wa mama wanaosuka, atakusuka hata kwa bila gharama yoyote. Tena hao ndo rahisi sana kukutana nao huko wanakokwenda saruni. Alafu akianza kushika nywele anasema kimoyomoyo, utanijua mimi ni nani. Yaani wewe huwezi kupendezaga tu hivi hivi, kila siku unakuja unapendeza, unavaa nguo nzuri nzuri. Sasa anataka aingie kwenye maisha yako ili hivyo vizuri unavyovipata visiwepo hata kimoja. Yaani kisipatikane kabisa kizuri. Yaani hana kazi nyingine. Yeye hawazi maendeleo. Yeye anachowaza ni kukuvuruga tu. Wala hakuna anachotaka wala anachopata. Hana. Yaani hana kabisa, hana. Anaweza akawa hata ni mzazi, lakini alizaliwa na roho ya kutaabisha wengine. Huyo baba huyo sasa ametoka zake huko, anafika anakuta watoto wanacheza, akiingia ndani akitoka anaita moja moja, fimbo 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 fimbo, toka hapa mara teke. Sasa mkienda huko mnajiuliza, eti wewe wakati ule sisi tulikosa nini? Hamna majibu. Wewe unadhani mlikosa nini? Hata kwa wale wenzetu wanaosoma wale, anaweza kuwa mwalimu wa hivyo. Sasa unaweza ukajiuliza, huyu mwalimu anataka rushwa ili mimi ni pasi ama mimi ninachomkosea ni nini? Unakosa. Yaani moyo wake umemtuma huko. Sasa na hawa wakianza kuingia kwenye maisha ya mtu, wana desturi zao. Yaani wanakaa utaratibu. Kama kuna jambo unafanya, ataanza kukuuliza, eti hapa naona unafanya, una mpango gani? Kama una akili yako haiwezi kujizuia, utaanza. Na ukishaanza kumwambia mipango yako,
anaingia kwenye hiyo mipango yako. Yani umetoa siri mwenyewe, alafu anaingia kwenye siri yako hiyo uliyoitoa peke yako. Yani siri yako ndiye inayekuja kukuumiza baadaye. Akishajua siri yako, anaanza kwenye moyo wake kuijadili hiyo siri yako. Eti wewe hujawahi kuwaona au kukutana nao, hata kukaa nao au kupiga nao stories. Siku moja mmekaa tu ukakutana na mtu ambaye ni wa aina hiyo, yani yeye kazi yake ni kutabisha watu. Sasa je, unajua namna ya kumkwepa? Yani kumkataa. Watu hawafunza wa maisha ya watu, wameharibu maisha ya watu mengi sana. Wameharibu biashara za watu, wameharibu ndoa za watu, wameharibu vyeo vya watu bila kujua huyu niliyempokea nifunza, ameingia kwenye maisha yangu, ameingia kwenye biashara yangu, ameingia kwenye ndoa, ameingia kwenye familia. Anataka kuivuruga. Yani wewe hujui. Anaanza kuletea vitu vipi ambavyo hata kwake afanyi na hajawahi kufanya na wala hata afikirii kufanya. Ukiharibikiwa anasema mimi nilijua yule anafika wapi, wewe hawezi kufika mbali. Na ukifanikiwa katika hilo analovuruga, anakuwa adui yako kabisa. Yani adui yako wa moja kwa moja. Adui. Tena uadui ule wa kweli kweli, sio wa kitoto. Umempokea, anakuharibia. Ukimkataa pia anakuharibia, anatafuta namna ya kukuharibia. Au funza wa maisha ya watu. Ukikaa wakati fulani unaweza kukumbuka, nimekutana na funza wangapi. Wenda kuna sehemu ulikuwa unafanya kazi vizuri, umetulia na moyo wako umetulia na umeridhika kwa kile ulichokuwa unakipokea wakati huo. Lakini ulipompokea funza, mambo yakabadilika. Funza huyu sasa, usishangae niliyempokea alikuwa mtu ana heshima yake, amevaa vizuri, amekuwaje tena funza kwenye maisha yangu? Ulimpokea funza kwa sababu tabia yake ni ya funza. Funza ni kadudu kadogo sana, kakiingia kwenye mwili wa binadamu kanaacha mbegu moja tu, yai moja tu, kakikungaza tu kanaacha yai moja tu. Yai lile linasambaa. Kama ni mguu, kama ni vidole, vitasambaa vidole vyote. Matokeo yake vidole hivyo utavikata. Na hawa funza wana desturi moja ya kukuuliza, ulipoanza hiki kwa nini hujaomba ushauri? Wakati huo yeye alikuwepo, anaona unaanza, lakini anataka ushauri. Anakuuliza kwa nini hujaomba ushauri? Ina maana anajiuliza mpaka huyu amefika hapa. Right, kama ningejua mwanzoni ningemtafuta mapema, nisingekubali akafika hapa. Yaani roho yake inasema kwa nini amefika hapa? Kwa nini? Yaani ndio shida tu, ana shida nyingine. Kiferi anasema nilijua. Yaani ukimpa nafasi anasema nilijua. Sasa ziko aina kama tatu za kumkataa funza. Leo tumemjua funza wa maisha ya binadamu.
So wakati fulani unahangaika sana, wewe unahangaika, unateseka, unatabika, mipango yako yote imevurugika. Wewe unajiuliza kwa nini jambo hili nilipanga vizuri alafu alikwenda hivi? Ulipompokea funza akaingia kwenye ubongo wako akakubadilishia mwelekeo. Maana yale aliyokuja nayo alianza alipokuingizia ya kwake, yale aliyokuwa nayo wewe ukaachana nayo. Uliokuwa nayo ndio ilikuwa sahihi, lakini akaona sio sahihi, umekosea. Yaani umekosea, hata kama ni nguo umenunua dukani anasema hii ina maana wewe ukuwa na macho. Ukuona. Eti ukuona hii. Shilingi ngapi alikuuzia hii? Hii shilingi ngapi? Hebu kweli kabisa mtu kama wewe unakwenda kupoteza pesa hivi hivi. Hii ni thamani yake hiyo. Na maana wewe mpaka umeamua kwenda dukani ukatazama, akili yako haikwambia kinanifaa. Na maana hii mpaka unafika sehemu ya kununua, umefanya maamuzi mwenyewe, umejiridhisha, umenunua. Lakini akikuona anasema hii ni nzuri. Kauli yake ya kwanza, hii ni nzuri. Alafu baadaye anabadilisha. Anasema haifai. Na maana akisema hii ni nzuri, ero yake inasema ingekuwa ya kwangu. Alafu anakubadilishia matokeo ili mkoswe. Hata kama unataka kazi, ukikutana na funza mnakosa wote, unakosa hiyo kazi. Atakuvunja moyo tu. Na hata ukienda kuomba ushauri kwa mtu ambaye tabia yake ni ya funza, wewe umeenda vizuri, unataka akushauri ili mpango wako uendelee, atakwambia huo sio mpango. Hiyo mpango uishe huko. Yaani ukoso kabisa. Hiyo ndio shida yake, akuvuruge tu, avuruge kila kitu, ukoso kabisa. Akipata mwingine akasikia amepata mwingine ambaye kwenda kwake anasema sijui ilikuwaje, lakini yeye ndio akupa ushauri. Alikupa ushauri. Mapokeo ushauri umeufanyia kazi, matokeo yake yamekuwa mabovu, anabadilika tena. Na akikupa ushauri matokeo yakaja mabovu, anabadilika tena kukulaumu wewe. Sio yeye tena, anajitoa. Uonekane kila muda wewe unahatia. Yaani hakuna jambo jema lolote ambalo wewe unaweza ukafanya. Yaani hakuna. Yaani hata ukitembea ujione mimi sasa mimi yaani kile ninachofanya mimi ninakosea tu. Yaani wewe ujione wewe ni wa kukosea. Yaani upatii hata siku moja, yaani wewe upatii. Yaani hata kama unazaa watoto kila siku anakuambia matoto gani haya. Yaani wewe uone una bahati mbaya, wenda wewe na Mungu mligombana. Kwa hiyo anakupaga tu vitu vibovu tu kwenye maisha yako. Yaani hajawahi kukupa kitu hata kimoja chema. Kwa sababu kila unachokipata ambacho unaona ni chema, kwenye hiki kinanifaa, yeye anasema hakikufai. Hayo ndio matokeo ya funza. Inawezekana kwenye maisha yako tangu umeanza huko, umezaliwa, umekuwa, labda pengine saizi wewe ni kijana kama ulivyo hivi, ama ni mzee, ama ni mtu mzima, umekutana na funza wengi bila kujua hawa ni funza. Funza ana aina 3 za kumkataa. Sasa wakati mwingine tukikutana wakati na saa kama hizi ama saa zingine, tutaona hizo aina 3 za kumkataa funza.